Yes, hawa ni David na Leo. Mwanetu Leo anaonekana kutokuwa sawa kabisa. David anampatia glasi ya maji na kumuuliza, tatizo nini brother? Mwanetu Leo anajibu, bwana niko poa kabisa, hakuna shida. Wakati wawili hawa wakiendelea na mazungumzo, mlango unagongwa. David anaondoka na kwenda kufungua mlango. Yes, aliyekuwa mlangoni bwana anaitwa Elena. Elena anaingia ndani. Bimdada Helen bwana ni manzi yake na Leo. Ameamua kumfuata mshikaji wake kwa kuwa simu zake hazipokelewi kabisa. Amekuwa akituma message na message hazijibiwi kabisa. Helen bwana, wezi amini, bimdada Helen bwana alikuwa amekuja kuvunja uhusiano wake na brother Leo kwa sababu alikuwa amepata bwana mwingine. Baada ya bimdada huyo kuyabwaga, anaamua kusepa. Jamaa yake Leo Davis anaamua kumfuata na kumwambia, usimfanyie hivyo rafiki yangu. Bimdada Helen bwana anamwambia Davis, ukweli mimi na Leo sasa yatosha. Nimepata mtu ambaye amenihakikishia kwamba ananioa. Kwa hiyo siwezi kurudiana kabisa na Davis. Samahani, naomba unielewe. Davis anarudi ndani bwana na kumkuta jamaa yetu Leo akifanya mazungumzo na simu. Alikuwa anatoa maelekezo kwamba alihitaji kwenda Ulaya. Jamaa haamini, anaamua kumuuliza tena rafiki yake Leo, kwa hiyo umeamua kusafiri kwenda Ulaya sababu ya kumwagwa na Helen? Leo anamwambia hapana, huko London nimepata mchongo wa kwenda kufanya, kwa hiyo ninaenda huko kwa sababu za kikazi tu. Achana na Leo. Leo tuko na Davis akiwa na pisi yake, anaitwa Ali ya bimdada huyo. Anaonekana akiwa ameshikilia picha. Bwana we, kumbe ile ilikuwa ni picha ex wake na Davis. Ali anamuuliza, huyu mlembo ni nani na yuko wapi sasa hivi? Davis anajibu, huyu bwana ni rafiki yangu na kwa sasa ameshafariki kabisa. Leo mwamba bwana anarudi kutoka zake London baada ya kwenda kupoza kamoyo. Anapokelewa tena na rafiki yake Davis hadi ndani. Mwanetu Davis anamuita mlembo aliyekuwa chumbani ili amtambulishe kwa rafiki yake Leo. Mara pa huyu hapa Alia anatekiwa kumwona Leo. Ni kama vile wawili hawa wanafahamiana. Bimdada Alia anadondosha hadi chupa ya juisi iliyokuwa mkononi mwake. Davis anarudi na kuuliza, kuna nini waungwana? Bimdada Alia anamwambia, imeponyoka tu kwa bahati mbaya. Davis anawatambulisha wawili hawa, tunaona wakipeana mikono. Baada ya bimdada Alia kurudi chumbani, anaonekana kumbuka mambo fulani ya nyuma. Anaonekana bwana alikuwa na mahusiano na mshikaji wetu Leo. Bimdada haamini kwamba jamaa amerudi tena ndani ya hii nyumba. Ni majira ya usiku tena bwana, tunamuona Davis na Alia wakiwa chumbani. Bimdada Alia anamuuliza Davis, wewe na rafiki yako mmejuana lini? Maana sasa imekuwa ni hatari ndani ya nyumba. Bimdada kamoyo kanagonga. Davis anamwambia, huyu jamaa nimesoma naye Raimari, kwa hiyo namchukulia sawa kabisa na ndugu yangu. Bimdada Alia tena anauliza, rafiki yako ameoa? Davis bwana anamwambia, jamaa yangu hana mke kabisa. Ni asubuhi nyingine tena bwana, tunamuona jamaa yetu Leo akiwa anateremka kwenye ngazi. Bimdada Alia anamkaribisha kifungua kinywa. Mwamba bwana anamwambia, samahani shem, nimechelewa kazini, maana hata driver ambaye anakuja kunichukua tayari yuko hapo nje ya nyumba. Ni majira ya jioni tena bwana, jamaa yetu Leo akiwa ametoka kazini. Mara pa anakutana na bimdada Alia. Mlembo anamkaribisha chakula tena. Jamaa si anachomoa, mbia hapana, asante sana shem, huko nilikokuwa kazini tayari nimepata chakula. Bimdada Alia anawaka, haiwezekani, asubuhi umegoma kula na sasa hivi umegoma kula. Inaonekana kama vile wewe unanikwepa vile, hutaki kula chakula ambacho ninakipika mimi. Leo bwana anamwambia bimdada Alia, hapana, sio kwamba nakukwepa shemeji, hii ni kwa sababu tu huko nilikokuwa nimetoka tayari nimeshapata chakula, kwa hiyo usinifikirie vibaya kabisa. Mwanetu Leo bwana anaamua kusema. Bimdada Alia akamvuta mkono, kwa nini unagoma kula chakula changu? Ghafla Devi huyu hapa anawakutiliza, vipi, kuna usalama hapa jameni? Bimdada Alia bwana anasema, hakuna usalama kabisa, rafiki yako nimemkaribisha chakula cha kifungua kinywa asubuhi, amegoma kula, nimemkaribisha tena jioni hii, amegoma kula. Davis bwana anashangaa, anamuuliza rafiki yake Leo, hayo ya kweli bwana? Ni kwamba asubuhi umegoma kula chakula na sasa hivi mchana tena unagoma kula? Wewe ina maana kwamba hutaki kula chakula kwenye nyumba yangu? Leo akamwambia Davis, sio kweli, sio kwamba sitaki kula chakula, ni kwa sababu tu huko nilikokuwa tayari nilikuwa nimeshapata chakula, kwa hiyo usinitafasiri vibaya. Mr. David bwana anamkazia Leo, anamwambia, sasa ndugu yangu, twende hata ukatoe suna, shemeji yako anajisikia vibaya, asubuhi ukula na jioni wache kula. Tunaona bwana jamaa yetu Leo akiambatana na Davis kwenda mezani kupata chakula. Baada ya kamda hivi bimdada anakumbuka juisi yako mezani, taratibu anainuka kwenda kuleta juisi. Anafikisha mezani bwana na kusema, rafiki yako anapenda juisi ya. Wanajikuta wote wawili Davis na Alia wakisema pineapple. Davis anahamaki, anamuuliza Alia, umejuaje kwamba rafiki yangu anapenda juisi ya pineapple? Wawili hawa Alia na Leo bwana wanatoleana vimacho. Ni kama vile bimdada Alia bwana ameanza kuchoma kambi. Davis bwana anaonekana kama vile kutokuwaelewa Alia na Leo, kama vile bwana hawa watu wana majini hivi. Ni siku nyingine bwana tunaona wawili hawa Alia na Leo. Bimdada anaomba samahani kwa kile kitendo alichokifanya pale wakati wa kula chakula. Anamwambia, jamaa naomba unisamehe. Bimdada Alia bwana anaongezea, lakini pia bwana nimemisi yale mambo yako.
fundi wako utundu wako bwana nimemisi. Mwanetu Leo bwana anakaza, anamwambia shindwa pepo wewe, unataka tena nikunyandue wewe? Shemeji yangu ya zamani bwana ni ya zamani, vya kale ni vya kale, na nikwambie tu siwezi nikamvunjie heshima rafiki yangu, huyu ni ndugu yangu kabisa. Bimdada Alia bwana anakuwa mwazi, anamwambia kwa kweli hata kama ni hivyo, tangu ufike hapa mwenzako bwana kamoyo unakafanya bwana kanaenda isivyo. Leo bwana anachomoa, anaendelea kukaza mwamba, anamwambia kwa sasa hivi hilo haliwezekani kabisa, wewe utabaki kwa ex wangu, na kwa sasa wewe ni shemeji yangu kwa sababu uko na rafiki yangu wa damu. Mwanetu Leo bwana anaamua kusema. Bimdada Alia kamoyo kanamuuma kabisa, haamini kama mshikaji kachomoa. Leo bwana Leo akiwa amepoa zake sebleni, Bimdada Alia huyu hapa ameshika chupa mkononi, anafika na kumwambia jamaa yetu Leo, nimekuletea kinywaji ambacho huo unapenda. Hello, kumbe bwana ilikuwa ni pombe. Baada ya mwamba Leo kuwa amepokea kile kinywaji na kuanza kugonga hapa na pale, Bimdada Alia anaonekana kumsogelea, anamwambia jamaa, tafadhali naomba kidogo uinuke. Jamaa bila hiana anasimama. Waswahili wanasema pombe sio chai, wanajikuta wanaanza kukisi wawili hao. Baada ya lile kisi bwana, kinachofuata ni kwenye uwanja wa Selemala. Unamwona Bimdada bwana, shemeji yetu huyu bwana akigawa utamu kwa jamaa yetu Leo. Mwanetu Leo bwana leo anakumbushia, anapasha kipolo. Leo tunamuona Bimdada anayeitwa Morris akiingia ndani ya nyumba, anapokelewa na dada yake Alia. Bimdada baada ya kuingia ndani bwana, anamuona jamaa Leo, anamuuliza ndugu yake, "Oh, jamaa mbona kama vile namfahamu?" Alia anamwambia bwana, "Huyu ni rafiki yake na Davis, kwa ni shemeji yangu." Morris bwana wanapeana mkono na mwamba Leo, lakini Bimdada Morris bwana anaendelea kumkazia jamaa, anamwambia ila sura yako sio ngeni, ni kama vile niliwahi kukuona sehemu. Leo anamwambia karibu na nimefurahi kukufahamu Bimdada. Mwanetu Leo baada ya tukio lile anaamua kutembea. Bimdada Morris bwana anamgeukia ndugu yake na kumuuliza, "Huyu kweli sio yule shemeji yangu wa kipindi kile?" Bimdada Alia pasipo kupepesa macho anamwambia, "Ndio yeye." Morris anauliza, "Imekuwaje tena yuko hapa nyumbani kwako?" Alia akamwambia, "Ningefanya nini ndugu yangu, ili hali huyu ni rafiki yake na Davis." Bimdada anamwambia dada yake, "Bwana, huoni dada kwamba hii ni hatari? Unawezaje kuishi na mtu ambaye ulikuwa na mahusiano naye nyumba moja na mume wako? Wewe uogopi?" Alia anamwambia, "Sasa na mimi nifanye nini? Yaani na mimi hapo unavyoniona sielewi kabisa." Morris akiwa anapata chakula, Mwanetu Leo bwana anatoka na kwenda kukaa kuangalia movie. Bimdada Morris bwana ni wa moto kweli, hapoi, anaamua kuinuka, anamfuata Leo na kumuuliza, "Hivi wewe kweli unajielewa? Umefuata nini kwenye nyumba hii?" Leo anamuuliza, "Kivipi tena Bimdada?" Leo bwana anamwambia, "Kwa kweli nimekuja ndani ya hii nyumba, lengo hasa ni kuja kuwa best man kwenye harusi ya rafiki yangu Davis." Alia bwana anatokea na kuwauliza wawili hao, "Jamani, usalama huku na mnazungumzia kitu gani?" Hakuna aliyetoa jibu kabisa la kueleweka. Bimdada Morris bwana anaamua kurudi kwenda kuendelea kupata chakula. Leo bwana Leon anaonekana akiwa amefungasha mizigo, ameamua atembee, maana tayari kishapiga tukio, kamtafuna shemeji yetu Alia. Bimdada Alia bwana anamwambia, "Haiwezekani wewe kufanya hivyo, huwezi kutoka ndani ya hii nyumba." Leo anamwambia Bimdada Alia, "Hivi wewe uogopi kabisa? Mimi mwenzio bwana, nilichokifanya moyo wangu unaendelea kunisuta, kwa hiyo ni bora niondoke niende nikakae mbali na hapa." Mwana ni kama vile kweli hatanii, anabeba begi zake huyo, anaanza kuondoka. Bimdada Alia anamwambia, "Kwa hiyo unaondoka bila kuniaga kabisa?" Leo bwana anarudi na kumkumbatia Bimdada, anaondoka. Morris akiwa na dada yake Alia anamuuliza, "Hivi dada, unayoyasema ni ya kweli? Hakuna kingine kabisa kinachoendelea kati yako wewe na yule jamaa?" Alia anamwambia, "Hakuna kabisa baya lolote linaloendelea kati yangu mimi na yule Leo, kwa sababu siwezi kumfanyia mume wangu Davis kitu chochote kibaya." Oho, Leo akiwa kwenye lift bwana anakutana na Bimdada Helena, ni yule aliyempiga tukio kipindi kile mpaka jamaa akaamua kwenda London kujipumzisha. Bimdada Helena anamuuliza Leo, "Ni vipi tena?" Leo ni badala ya kujibu swali bwana anaanza kumsifia Bimdada, "Ujue Helena umependeza." Bimdada anacheka, anamwambia, "Kwa kweli sasa hivi mimi ni mama, nina watoto na nimeshaolewa kabisa, na hoteli hii ni ya mume wangu na mimi ndiye msimamizi wake. Tafadhali nakwambia, karibu upate chumba mahali hapa, gharama zote na mahitaji yote utakayoyatumia nitayalipia mimi." Mwanetu bwana anafurahi, anamwambia Bimdada, "Asante." Bimdada Helena bwana anamuuliza Leo, "Vipi wewe, umeshaoa? Una familia?" Leo bwana anasema, "Kwa kweli mpaka sasa hivi sina familia, ila nasubiri wakati sahihi ukifika na mimi nitakuwa na familia." Bimdada Helena anasema, "Oho, ni jambo jema pia."
Alia akiwa na Davis usiku chumbani anamwambia mume wake Davis, baby, nina taarifa njema. David anauliza, taarifa ipi tena kipenzi? Alia anamwambia kwa bashasha kuwa yeye ni mjamzito. David anafurahi asikwambie mtu, natumai kuwa atakuwa ni wa kiume. Davis anamwambia Alia na kumuinua na mbeba juu kwa furaha. Alia akiwa na mwanetu Leo bwana anampatia taarifa kwamba yeye ni mjamzito, na ujauzito ule bwana sio wa David ila ni wa mwamba huyu Leo. Leo haamini, anamuuliza kuwaje tena wewe ukashika ujauzito? Ulishindwa kuchengesha hapa na pale? Jamaa anazidi kuchanganyikiwa, lakini anakumbuka kwamba kweli bwana, kipindi kile tulivyoingia kwenye ule mchezo sikutumia hata mipira. Anamuuliza mlimbo, sasa itakuwaje? Nitamwambiaje rafiki yangu Davis kwamba ujauzito huu ulionao ni wa kwangu? Bimdada Alia bwana anaonekana kama vile kutokumuelewa jamaa. Anamuuliza, mbona tena unanichanganya? Wewe ni mtoto wa kiume, nimekuja kukuambia ili ujaribu kunitia moyo. Sasa umeanza nawe kunichanganya. Leo anawaka, anamwakia bimdada Alia. Bimdada Alia bwana anaanza kulia. Mwamba anatembea. Leo Mr. Davy bwana akiwa na mke wake anamwambia, unajua zimekuwa ni siku nyingi jamaa yangu Leo simpati kwenye simu. Mara ya mwisho bwana nilivyomaliza kuongea naye tangu kipindi kile, simu zake zimekuwa hazipatikani, na kinachoniogopesha bwana ametuma ujumbe kwamba anaondoka kabisa. Bimdada Alia anamuuliza, amekwambia anaenda wapi? Davis bwana anamwambia, sasa mimi nitajuaje na wakati simu yake haipatikani kabisa? Mwanetu David bwana anaingiwa na hofu, hajui jamaa yake kwamba atakuwa amekutwa na tatizo gani. Miaka 7 baadaye bwana tunaona watoto wakitoka shule. Ni Michael na Ziva. Wanafika wanamkumbatia mama, wanamuita mama. Ni bimdada Alia na Morris. Waungwana kitanda akizai alamu. Madogo hawa hapa. Mr. Davis bwana huyu hapa naye ndani ya nyumba. Anafika anasalimiana na shemeji yake Morris. Anasalimiana na watoto. Wadogo wanafuraha kweli kweli. Ni kwa sababu shuleni bwana walikuwa wamepiga kweli kweli. Davis anapokea simu. Hii simu bwana haelewi, anauliza naongea na nani? Mwana upande wa pili bwana anajitambulisha kwamba unaongea na Leo. David haamini. Sema, ni Leo huyo unayemfahamu? Ni Leo huyo unayemfahamu? Na niko njiani bwana nakuja kuwasalimia. Mlango unagongwa. Ziva anaenda kufungua. Kumbe bwana ni Leo kishaingia. Alia anauliza, nani huyo? Anadua kumuona Leo. Alia anamuuliza Leo, umerudi kufanya nini tena kwenye familia yangu? Leo anamwambia, nimekuja kukuona wewe na Mr. David. Wakati mazungumzo bwana yanaendelea, Davis huyu hapa anaingia, anafurahi kumuona jamaa yake Leo, maana imekuwa ni siku nyingi. Bimdada Morris akiwa na Alia anamuuliza, vipi tena huyu jamaa amerudi kufanya nini? Mara pa watoto hawa hapa. Alia anawapatia mkate na kuambia, nendeni mkacheze huko. Alia anamwambia mdogo wake, sasa dada, mimi nifanye nini? Huyu jamaa ni rafiki yake na Davis, kwa sina cha kufanya, na hii ni nyumba ya Mr. Davis. Mr. Davis anaonekana akiwa hospitali. Ziva ilihitajika aongezewe damu. Baada ya vipimo vya hapa na pale, Mr. Davis bwana inaonekana damu yake na ya Ziva haviendani. Mwamba anachanganyikiwa. Inakuwaje mtoto wangu mimi mwenyewe tena tuambiwe damu haziendani? Nashindwa kuelewa. Mara Mr. Leo huyu hapa anafika na kutoa damu kwa ajili ya Ziva. Ziva anaongezewa damu. Wakati Morris anamshukuru jamaa yetu Leo. Leo bwana anajisahau na kusema, haina haja ya kunishukuru, maana Ziva ni binti yangu. Bimdada Morris anashangaa, yako tena? Mr. Davis bwana akiwa kwenye chumba cha daktari anazidi kumkazia daktari, hii imekaaje bwana hata kisayansi? Mtoto wangu mimi mwenyewe uniambie kwamba makundi ya damu hayaendani kabisa. Mr. David bwana anamwambia, hapa sasa huenda kuna namna, ikiwezekana inabidi tufanye na kipimo cha DNA kabisa. Waungwana kumeanza kukucha. Mr. Davis akiwa nyumbani bwana anaonekana kama vile mtu mwenye mawazo na wasiwasi. Bimdada Morris anamuuliza, kuna nini shemeji? Mwana hakujibu chochote kile. Anaamua kuaga na kuondoka. Leo bwana Mr. Leon anaomba kukutana na bimdada Alia. Alia bwana ananengeneka pale, anamwambia, lakini ni mara ya mwisho, sihitaji tena kuonana na wewe na usinipigie simu. Kumbe bwana wakati mazungumzo yale yanaendelea, bimdada Morris bwana alikuwa akimpimia dada yake. Dada yake bwana anaaga kuondoka. Morris huyu hapa anamwambia, ila dada, nimekusikia unaongea na jamaa kwamba unaenda kuonana naye. Hivi wewe na Leo kuna uhusiano gani? Bimdada Alia inabidi afunguke. Bwana we, huyu ndiye baba wa watoto na sio Davis. Bimdada Morris
haamini. Imekuwa hivyo tena? Kumbe jamaa yetu Leo bwana ndiye mzazi, ndio maana hata damu yake na ya mtoto viliendana kabisa. Devi bwana moyo unaendelea kumuuma, haamini. Anamwambia mke wake haiwezekani kabisa mimi baba wa mtoto nishindwe kumsaidia mtoto wangu, aje rafiki yangu kutoka mbali ndiye aje kutoa damu kwa ajili ya kumsaidia binti yangu. Kwa kweli imenisikitisha sana. Itakuwa napata msaada mara ngapi ikitokea na siku nyingine ni mpaka aje rafiki yangu? Kwa kweli inaniuma sana mke wangu. Alia bwana anamwambia mume wake, baby calm down, haya maswala yapo na si kwetu peke yetu, hivi vitu vinawezekana kabisa, kwa hiyo usitilie manani jambo hilo. Mr. Devi akiwa anapitia mafaili ya hapa na pale anagundua picha moja ambayo ilikuwa inamuonyesha Alia na Leo wakiwa kwenye penzi zito. Bwana anaanza kugundua, anaanza kuunga matukio. Hivi kumbe hawa watu walikuwa wananichola siku zote, hawa watu kumbe walikuwa na mahusiano. Jamaa haamini, anaona ni kama vile walikuwa wanamfanyia kama mchezo ndani ya nyumba. Bimdada Alia na Morris bwana wanaanza kuona kama vile mapicha picha. Na tumuelewi Mr. Davis, kuna nini kinachoendelea? Jamaa Davis bwana anawakaribisha vinywaji, anawaambia pateni vinywaji. Davis anaanza kuwashukuru, anawaambia niseme nini juu yenu, nyinyi mmeendelea kuwa company, mmeendelea kuwa msaada kwa familia yangu, nina kila sababu ya kuwashukuru. Shemeji yangu Morris, rafiki yangu Leon, ambaye ulifikia kiwango kabisa cha kutoa damu yako kwa ajili ya binti yangu. Jamaa anatabasamu, hilo ni la kawaida blaza. Bimdada Alia bwana anaona kama vile mambo yanaendelea kuchelewa, anamuuliza bibi, kuna nini kinachoendelea? Davis bwana anawaambia ziko bahasha mezani hapo, kila mmoja achukue bahasha na afungue aone ni kitu gani kiko ndani ya bahasha. Chapu bwana wanachukua zile bahasha. Namuona bimdada Morris ambaye alikuwa wa kwanza kufungua, jasho kinaanza kumtoka, sijui kakutana na nini. Alia na Leon tena na wao bwana linawashuka. Baada ya kuwaona wote limewashuka, wamenyong'onyea tepe tepe. Mr. David bwana anaanza kuambia, hii ndio kampani niliyokuwa nayo, najua nimezungukwa na watu wazuri wanaonipenda, kumbe nyuma mnanizunguka, mnaning'onga, mnaniona sina akili na michezo yenu mingine ndani ya nyumba. Ni kweli bwana, kwa moyo wangu wote mimi najitolea kuwahudumia, mnalala ndani ya nyumba yangu, lakini nyuma ya pazia bwana kumbe kuna michezo inaendelea. Shemeji ulikuwa unafahamu, mke wangu Ali unafahamu ninavyokupenda, na rafiki yangu kipenzi kabisa Leo, kweli nyinyi ni wa kunifanyia mambo ya yana kama haya. Baada ya waungwana kugundua kwamba mchezo wao umegundulika, mwanetu Leo bwana anaamua asipi. Davis bwana anatoa bonge la pisu, anamwambia nakwambia ukae chini, la sivyo nitavitoa vilivyoko ndani yako. Morris shemeji, sasa mimi sihusiki kabisa kwenye jambo lolote lile na sijui kilichokuwa kinaendelea, mimi nakuomba niondoke. Namwambia hebu kaa hapo bwana. Kilichofuata bwana ni Mr. David kuamua kuwachukua wale vijana na kuondoka nao. Usisahau kusubscribe, yako mambo mazuri yanakuja.